wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha usinione. Bwana Mungu akamwita Adamu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha usinione. Ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu alipoteza nafasi yake aliyopewa na Mungu kwa kutotii maagizo. Adamu alipoteza nafasi yake. Adamu alipoteza nafasi yake aliyopewa na Mungu kwa kutotii maagizo. Adamu alipoteza nafasi yake. Kosa la Adamu ni kumwacha Eva peke yake, adui akapata nafasi ya kumdanganya. Kosa la Adamu ni kumwacha Eva peke yake, adui akapata nafasi ya kumdanganya. Adamu alipoteza nafasi yake aliyopewa na Mungu kwa kutotii maagizo. Adamu alipoteza nafasi yake. Adamu alipoteza nafasi yake aliyopewa na Mungu kwa kutotii maagizo. Adamu alipoteza nafasi yake. Kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Alijali familia yake, akaitolea sadaka kwa Mungu Baba wa mbinguni. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Tambua nafasi ya Mungu, huduma itasonga mbele, utukufu wa Mungu utaonekana. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mwanaume lazima utambue nafasi yako uliyopewa na Mungu, simama kwa zamu yako. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Itapona, familia itapona, kanisa litapona. Mwanaume, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Kwa maana